afya kwa mfano, kila mtu anayekaa katika nchi hii, uwe raia usiwe raia, ili mradi wewe ni mkazi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unakuwa katika bima ya afya. Maana yake ni kwamba nchi zilizoendelea, ndugu zangu, hakuna mtu analipia matibabu kutoka mfukoni. Ukiugua ugonjwa huo haukupi taarifa ukajiandaa ukaweka hela. Ukiugua ukitakiwa utoe hela, maana unaambiwa kama huna hela ufe. Tumesema kwa sababu tunajali maendeleo ya watu, tunataka kuweka kila mtu anayekaa nchi hii katika bima ya afya. Ukifanya kila mtu awe kwenye bima ya afya, gharama zake zitakwenda chini. Wachumi wanaita economies of scale. Unanipata? Kwa sababu ya economies of scale, gharama zitakwenda chini. Na kwa sababu hatuugui wote nchi nzima kwa mpigo, wale wachache watakaougua, pesa ipo, watatibiwa. Sasa hivi bima ya afya ulionayo wewe imekava watoto 4. Mtoto akifikisha miaka 18 bado yuko shule, hahusiki na bima yake. Hajapata ajira, hahusiki na bima yake. Yaani ukiugua ugonjwa mkubwa kansa, hutibiwi na bima yake. Ukifikisha kiwango fulani naambia bima yako ndogo. Tunaambiwa tuna bima lakini hakuna chochote, ni uongo. Tunataka bima single payer health insurance ambayo itakuwa na gharama inayofanana kila mtu. Wazee watapunguziwa kwa sababu wazee hawana uwezo wa kujisaidia tena kulipia vitu kama hivi. Tukifanya hivyo, kila mtu wetu mwenye shida ya kutibiwa atapatiwa tiba bila kuingiza mkono mfukoni. Tumesema kwenye elimu, kwa sababu tunazungumza habari ya maendeleo ya watu, tuwe na mfumo wa elimu utakaohakikisha watoto wetu wanasoma na kupata maarifa, sio kusoma na kupata vyeti tu. Kwa lazima tufanye marekebisho makubwa katika mfumo wetu wa elimu, ili wanafunzi wetu, watoto wetu washindane na watoto wa nchi zingine kwenye soko la ajira la kimataifa. Mimi nataka, kama nikiwa rais wenu, nataka kila mtu mwenye anayetaka kwenda kutafuta maisha nje apate passport, aende akatafute maisha nje. Sasa ili aende nje, lazima tumpatie maarifa, tumpatie elimu itakayomwezesha akienda Kenya anaajiriwa, akienda Marekani anaajiriwa, akienda Ulaya anapata ajira. Awe na skills, awe na maarifa ya kumwezesha kuajirika mahali popote katika dunia hii. Kwa lazima tufanye mabadiliko makubwa katika mfumo wetu wa elimu. Lazima tuondoe ubaguzi katika utoaji wa mikopo ya elimu ya juu. Leo ukisomesha mtoto private, umepunguzia serikali mzigo. Anapofika kwenda chuo, unapewa adhabu. Unaambiwa ulikosea kumsomesha private. Badala ya kupongezwa kwamba ulipunguza mzigo kwa serikali, unaadhibiwa kwa mtoto wako kunyimwa mkopo. Tunataka kutengeneza utaratibu usiokuwa wa kibaguzi. Mwenye kuhitaji mkopo apate mkopo, asome. Tunataka hao wote ambao walishapata mikopo, walipata mkopo kwa msingi kwa mkataba na serikali kwamba watarudisha mkopo huo kwa 3% kwa mwaka. Leo hii imepandishwa 15%. Tukipata serikali, tutarudisha huo mkataba wa mwanzo wa 3% kwa wote wale waliopata mkopo. Tunataka, kwa sababu tunataka maendeleo ya watu, tunataka tufidie wote wale majeruhi wa miaka hii 5, wahanga wa hii miaka hii 5, waliobomolewa, waliofukuzwa kazi kwa visingizio vya vyeti feki, waliofukuzwa kazi kwa sababu wana vyeti vya VETA. Tuondoe wote ambao wako magerezani bila sababu. Tuondoe hii racket ya mapolisi na mahakimu ya kunyima watu dhamana ili kuwakomoa na kuwanyang'anya pesa. Tutengeneze mfumo wa haki ambao kila mtu, hata kama unatuhumiwa kwa kosa kubwa kiasi gani,
utapata dhamana, kwa sababu tuhuma ni tuhuma tu. Tutende haki katika nchi yetu. Nataka tulipe fidia ya hawa ambao wameibiwa nyongeza zao za mishahara kwa miaka 5. Uwe askari au uwe mwalimu au uwe mganga au uwe nesi. Tutende nchi hii, tuitendee haki. Pesa zitakuwa nyingi najua, madai yatakuwa mengi nafahamu, lakini lazima tuanze mahali, na mahali pa kuanzia ni kutoa kauli kwamba moja, tutatenda haki kwa yeyote yule aliyeumizwa na hii miaka 5 ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tuondoe, tusije tukarudia tena Tanzania inayoua watoto wake. Tusije tukarudia tena matendo ya utekaji nyara. Tusije tukarudia tena mauaji ya bure ya watu. Tusije tukarudia tena kuwa na bunge ambapo wabunge wanaumizwa. Tusije tukarudia tena hayo mambo ya watu wasiojulikana. Tutengeneze nchi ya haki, na ili tutengeneze nchi ya haki lazima tupige kura ya haki. Lazima tupige kura, lazima tuchague watu wa haki, kwa sababu imeandikwa kwenye maandiko, wenye haki wakipata amri watu hufurahi, lakini waovu wakitawala watu huugua. Miaka 5 ya kuugua na ikome mwezi huu.